Nilikuwa natepeliwa live jamani. Kadri siku zinavyozidi kusonga mbele na maisha yanazidi kuwa magumu, janga la mawakala kuibiwa pesa limekuwa kubwa na linazidi kuleta taswira mpya kila siku. Hii ni mbinu mpya ya wizi wanayotumia matapeli kwa mawakala wa huduma za kifedha, lakini zilionyesha kugonga mwamba baada ya dada huyu kusoma mchezo. Amekuja mbaba, yani ni mtu mzima kabisa. Amekuja akaniambia kwamba sister unatuma hela, nikamwambia ndio ninatuma. Akaniambia naomba unitumie hela kwenye namba ya Voda, nikamwambia sawa. Nikamuuliza shilingi ngapi? Kanipa hela ambayo ni amenipa 1,700,000. No, na 70,000. 1,700,000. Hela ya ukweli kabisa. Ile hela ilikuwa imefungwa hivi. Ile hela nikaifungua, nikaihesabu, nikaikunjua, nikaziunganisha, nikaziweka kwenye mashini. Ikawa ni 1,700,000 pembeni guys. Baadaye yule baka niuliza, kabla hujatuma hiyo hela, huyo mtu unayemtumia hela atatoa shilingi ngapi? Nikamwambia hapa atakatwa 10,000. Kwenye kutoa 1,000,000, yani ikishafika 1,000,000 makato huwa ni 10,000. Hata ukitoa milioni ngapi huko makato ni 10,000. Nikamuelezea vizuri kama mteja wangu bwana. Akaniambia basi mimi sina hiyo hela kuongezea, maana nataka atoe 1,700,000 kamili. Akaniambia sina hiyo hela kuongezea, basi nirudishie tu hiyo hela. Nikachukua ile hela nilikuwa nimehesabu, kama ngoja niwaonyeshe. Nilikuwa nimeikunjua, ilikuwa kama hii hapa hivi. Ilikuwa hivi. Ilikuwa hivi, nikaikunjua, nikahesabu, nimeifunga hivi pamoja. Akaniambia kwamba kwamba nipangie ulivyoikuta. Na mimi nikaipanga vizuri kama hii hivi. Nikaipanga hivi. Akaona kama vile napanga na nikasa nataka nikunje hivi. Akaona kama vile nakunja vibaya, akaniambia naomba hiyo hela. Nikampa. Nilipompa ile hela, akaniambia kwamba sasa sijui nitafanyaje hapa, au nikuongezee 3,000 mtumie 1,700,000. Nikamwambia pia sawa. Akaniambia hiyo nyingine ataongezea. Nikamwambia pia sawa, sio mbaya. Akanipa tena ile hela ambayo alikuwa amekwisha kunipa. Tayari kashaifunga, kanirudishia hivi. Aliponirudishia akaniambia unitumie kwenye lipa namba. Nikamwambia mimi siwezi kutuma hela kwenye lipa namba. Akaniambia haiwezekani. Nikamwambia haiwezekani. Akaniambia basi nirudishie hiyo hela. Nikamrudishia tena ile hela ikiwa imefungwa hivi, nikamrudishia. Nilipomrudishia akaniambia sasa hapa sijui nafanyaje. Akaniuliza hivi umenielewa kweli? Nikamwambia ndio. Si umesema kwamba nimtumie hela kwenye lipa namba? Akaniambia yaani mimi nimemaanisha kwamba umtumie hiyo hela akatoe kwenye lipa namba ili makato yawe madogo. Nikamwambia nilikuwa sijakuelewa, sasa ndo nimekuelewa. Nikamwambia kama ndo hivyo, leta nimtumie. Sasa hapa mimi ofisini kwangu kuna hii sehemu ya kwa hapo mbele kwa wateja, kuna hii sehemu ya chini hapa. Sasa nikaona anaingiza mikono yake chini hivi. Mimi sioni hapo nje. Hapa hivi. Mimi sipaoni hapo hivi. Akaingiza hapo, akanibadilishia hii hela, akanipa nyingine ambayo ni hii hapa sasa. Hii hapa. Hii jamani hapa. Ilikuwa imefungwa kama 1,000,000 hii. Hii hapa. Na 3,000 hii hapa. Hii hapa. Hii hapa. Kwa hivyo nilikuwa nimtumie 1,700,000. Aliponipa hii hela akaja mwingine. Kumbe walikuwa wawili bwana. Walikuwa wawili. Sasa yule mwingine akawa ananiharakisha. Ananiambia kwamba sister naomba nitumie 5,000 kwenye M-Pesa, mara Lopesa. Sasa ningali simuelewi. Huyu naye ananiharakisha, ananiambia kwamba nitumie hiyo hela basi chap bwana. Nikamwambiaje sasa mbona siwaelewi? Nikamsubirisha yule wa 5,000, nikamwambia subiri nimhudumie mmoja, then nikuhudumie wewe. Sasa kwa sababu na mimi akili yangu nikaona kama sasa hapa nitamchelewesha huyu. Nikasema kuja nimtumie huyu hela, alafu tutakuja kuhesabu hii hela. Lakini kuna kitu kikanijia. Huu mchezo nishaona mdada mmoja ameposti mtandaoni. Kwa hiyo mimi akili kanijia. Kwanza kilichonishtua, uzito wa hii hela na ile ya kwanza ni tofauti. Uzito wa hii hela na ile ya kwanza ni tofauti. Maana alinipa hivi. Kwa hiyo sikuweza kuikagua kwa muda huo. Kwa hiyo nilichofanya ili kumzuga huyu kaka, nikajifanya kwamba
ninamtumia hela. Nikaingia menu ya Voda, then nikaandika namba yake. Akanitajia namba, nikaandika, nikamtajia mpaka jina. Akaniambia ndo hilo. Nikamwambia basi nimeshatuma. Akaniuliza mara mbili, "Umetuma?" Nikamwambia nimetuma. Oya, huyu jamaa ameondoka speed. Sijui hata amepigia kona wapi. Baadaye alipoondoka mimi nikacancel ule muamala. Nikaja kufungua hii hela guys. Nikasema sasa huu mchezo mimi naujua. Nikasema kuja nifungue hii hela nihakikishe. Muda huo nimesha cancel muamala. Nikasema akirudi nitamwambia mtandao ulisumbua, kwa hiyo niandikie namba au pia nimtumie. Nika cancel muamala. Hapa. Je, muone milioni nilivyofungiwa. Hiyo hela nilofungiwa, nilopewa mara ya mwisho ni hii hapa, imefungwa hivi. Hii ni 10,000. Kwa hiyo ukihesabu kwa mawenge unaweza kujua hapa kuna laki. Sorry, nashindwa kuna nini kwa sababu mna rekodi mwenyewe. Yaani ukihesabu kwa mawenge unaweza kujua kwamba hii hela imefungwa laki, lakini sio laki. Check. Hapa hii imeunganishwa. Hii imeunganishwa. Unacheki? Alafu hizi ni 2,200 hizi. Jamani, hizi hapa. Ndio mchezo ambao sasa hivi unaendelea mtandaoni. Mimi kwa kweli nilikuwa natapeliwa mchana kweupe, sasa hivi nilikuwa nalia. Ndio mchezo ambao hupo sasa hivi mtandaoni. Namshukuru Mungu nimejipatia lunch. Siku ngapi natumia jamani? Siku ngapi? Pata hela kabisa ya kula hapa. Kwa hiyo ndio hivyo, nimenusulika kutapeliwa kupitia njia hiyo. Kwa hiyo wewe wakala, mteja akikupa hela and then akakuomba tena hiyo hela kairudisha kwake, hakikisha anapokupa tena mara ya pili uihesabu. Yaani jinsi unavyoirudisha anavyokupa, hakikisha unaihesabu hiyo hela yako jamani. Nimeponea chupu ila nimejipatia kipato. Hapa sijui nitasema nimetapeli, sijui nitasemaje, tapeli au tapeli katapeliwa. Ndio hivyo sasa jamani, hii hapa sijui ni shilingi ngapi, lakini ndio hivyo jamani, tuweni makini, matapeli ni wengi mno. Na mtu yani huwezi kumzania, maana huyu mtu aliyekuja hapa ni mtu mzima kabisa, yani mtu mzima jamani. Jamani matapeli, mtuoneni huruma jamani, na sisi tunategemewa. Jamani tunategemewa, tuna familia zinatutegemea. Kuna watu hapo nyuma yetu wanatutegemea. Kwa sababu kwa mfano unakuja kunitapeli milioni 1, unajua mimi nalipwa shilingi ngapi? Unaweza kujikuta kwamba mtu unafanya kazi mwaka mzima unalipaga tu deni kwenye hiyo ofisi. Jamani, kweni makini.